Hiyo wimbo imeisha kabla sijajua. Tuliambiwa stanza moja. Haya, hakuna maneno. Ninashukuru Mungu sana. Na nimeokoka. Napenda Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Niko na mrembo. Mrembo yangu iko wapi? Basi simsalimie basi. Namupigie bibi ya Bishop makofi bwana. Namna gani nyinyi? Yes. Sasa huyo ndio my number one. Hallelujah. We always tell men is sikia hii siri. Always make sure your wife knows she is number one. Kukitokea kitu she should be number one even before your mother. Before your children. Hallelujah. Na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunalishukuru jina lako na tunasema ni asanti kwa neema na baraka zako. Tuko mbele zako Mungu tukapate kusikia neno lako. Ninaomba Mungu unitumie kama chombo chako kadri na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu kanisa tuseme amen. Hapa iko drama. Hapa iko drama. Inacheza break dance. Si utoe tu. Si iko sawa hivyo. Amen. Basi ninafurahia kuwa hapa, nimebarikiwa sana kwa ibada hii. Na mnaimba vizuri bwana. Kwaya bwana. Mkoja. Hiyo ingine ilikuwa inaitwa nini? Gospel sounds. Hata nyinyi. Bwana, leo hii kanisa imenibamba tu na manyimbo. Kuanzia praise and worship, makwaya, ban. You're just wonderful. Praise the name of the Lord. Keep it up and may God Almighty bless you. Amen. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo nimeita kwa kizungu God's unlimited love. Hallelujah. Sasa sema hivyo na Kiswahili. Wapi bwana maina mwalimu wangu bwana? God's unlimited love. Yani upendo usio na mipaka. Hallelujah kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa Mungu Baba ni wa. Upendo wa Mungu Baba ni wa. Waweza kwenda juu, waweza kwenda. Waweza kwenda. Waweza kwenda. Upande kwa mataifa. Hiyo ndiyo nataka tutafakari mchana wa leo saa 6:30 kabla ya saa 7 ndiyo tumalize. Hallelujah. God's unlimited love. Tumesoma historia ya ndugu moja ambayo anaitwa Nikodemu. Sema Nikodemu. Na Biblia ikasema kwamba Nikodemu alikuwa mkuu. Alikuwa tuseme kama saa hii alikuwa kama elder. Ama pengine juu kidogo, kwa sababu inasemekana he was a ruler. Na unajua those days unaweza pata mtu ni ruler kule kwa kijiji na kanisani pia ni ruler. Haleluya kanisa. Lakini pia alikuwa ameketi katika ile chama iliyotawala sinagogi. Chama inayotawala sinagogi wakati wa sasa ni chama ya Succession. Bwana Yesu asifiwe sana. So alikuwa mkubwa wa sinagogi. Na akakaa akisikiliza Yesu venye anaendelea. Na pia of course alikuwa mfarisayo. Na unajua mafarisayo ndio walikuwa wasomi. Hao ndio walikuwa wasomi wa Biblia sana. Ndio maana unapata kila mahali wao ndio walikuwa wanauliza Yesu maswali. Wanamwambia wewe unasema wewe ni mwana wa Abrahamu na hata wewe hujafikisha miaka 40, namna gani hapa? Hii hesabu yako haingiani. Sababu hapo anashika hii maneno. Ndio maana Nikodemo akakuja na akasikiliza Yesu akifundisha, lakini akukwenda mchana. Biblia ikasema hivi, usiku moja. Haleluya. Baada ya kazi yote kumalizika. Ado habari ya Nikodemo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kazi kumalizika,
akakuja kwa Yesu. Inaonekana Yesu alikuwa amechelewa kwa ofisi. Pengine kama vile sasa tunakaa hapa nasema Wednesday niko kwa ofisi saa 3 mpaka saa 11. Nikodemu akakuja 5:30. Wakati secretary ameenda, wakati kanisa imefungwa, caretaker William anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuja, lakini uzuri kwamba akapatana na Yesu. Haleluya. Maana Yesu hakuwagi na haraka. Haleluya. Utampata wakati wowote, utamkata nafasi yoyote. Hata ndio maana hata ukiwa mzee wewe okoka tu bado utampata. Haleluya kanisa. Akakuja usiku wakati kila mtu ameondoka, akakimbia kwa Yesu. Wakaanza discussion na Yesu. Kaanza kumwambia Yesu, mimi najua wewe uko mwalimu. Mimi najua wewe pia umetoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi najua kwa sababu hakuna mtu anayeweza fundisha venye unafundisha. Nikodemo si bwana alikuwa na PR. Sasa ingine nilikuwa na PR. Ukienda kwa mtu wacha tu kujirusha mbum. Pembeleza kidogo. PR. Mimi najua wewe uko sawa. Mimi najua wewe unaombaga. Akakoja akamwambia tunajua wewe ni mwalimu. Sasa Yesu akamwangalia, akaanza mafundisho. Amwambia tulia, I tell you, mtu asiposaliwa mara ya pili, hapo ndipo Nikodemo akajishika chini keo. Mimi naweza aje saliwa mara ya pili? Mimi naweza aje jikunja nirudi tumbo ya mama yangu? Guys, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tufuatane hii maneno. Tukisoma hii neno la Mungu, nitawezaje? In other words, Nikodemo hakukuwa na clue about kingdom business. Ile kitu inaniogopesha sana nikisoma hii andiko. Ni mtu mwenye amekaa kanisa kama Nikodemo. Ni mtu mwenye alianzisha kanisa ya Kisirian. Ni mtu mwenye hata saa ingine hata na kacheo. Ni mtu ambaye hata kanisa amepaka rangi. Ni mtu ambaye hata tiles ya kanisa amenunua. Halafu baada ya yoyote aende jehanamu. Oh man. It is sad. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu mwenye ako kanisani lakini hajui kingdom businesses. Jui. Ako hapo tu. Kama Nicodemus, he was a ruler. He was a big man. He was a senator. He was a lawyer. He knew the scriptures. He knew everything. Hata alikuwa anatawala sinagogi. Kwa hivyo in other words, hao ndio wale ambao walikuwa wanasoma the Old Testament. Naona wale walifukuza Yesu wakati aliposoma Isaya. So nakumbuka wakati Yesu alipofukuzwa, ako ka story unapataka John where I think John 9 hapo. John 9 hapa mahali Yesu alisema, akasema the spirit of the Lord is upon me. Hiyo yote. Alafu watu wakakasirika. Alafu alipokasirika Yesu akapita katikati yao kikalonzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ikasema Yesu akamwambia namna hii, unless anybody is born again, he will not see the kingdom of God. Hallelujah kanisa. Sasa Nicodemus akasumbuka. Yesu akaendelea namna hii. Akamwambia hii, what is born of flesh is of flesh. And what is born of the Spirit is of the Spirit. That's another big sermon. Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii story ya Nicodemus in this sermon, God's unlimited love, inatufundisha mambo nyingi sana. Lakini kama kawaida masaa yetu ya PCA yanakimbiaga. Kwa hivyo acha niseme machache. Maybe 4 or 5 and then we are done.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because after that, Jesus spoke to Nicodemus, wakaongea na yeye, and probably haijaandikwa kama Nicodemus aliokokaga, but I believe after this Nicodemus aliokoka. Hallelujah, kanisa. Hey, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before. Hey, heaven and earth adore. Hey, what a mighty. Lesson number 1 that I want you to take in this text. Waja nisome kwanza na Kizungu. Alafu hapo tutajaribu kutafsiri pamoja na nyinyi. Maana nimeandika kwa Kizungu. The grace of God is able to subdue the greatest opposition. Kai. Mwadhani arogoswo. Grace of God kwa Kiswahili ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu iko na uwezo ya kushinda, ya kuangusha upingamizi. Hallelujah, kanisa. The grace of God iko na uwezo, iko na nguvu ya kuangusha upingamizi. Wewe ambaye unanisikia siku ya leo na uko na pingamizi, wacha kupigana. Neema ya Mungu itaangusha. Neema ya Mungu itaangusha. Hallelujah. Iko neema ambayo itaangusha. Neema ya Mungu iliangusha Nikodemo, ikamtoa kwa kiti ya juu, ikamleta kwa miguu ya Yesu. Hallelujah, kanisa. Neema ya Mungu itaangusha watu, itawatoa kwa baa, iwalete kanisani. Hallelujah. Neema ya Mungu hotugiwa. Jesus, my God, Jesus. Jesus, oh my God. Sikia hapa. Hiyo wimbo naipenda. Unajua hapo sijaelewa translation yake sana, lakini kuna mahali inanifurahisha. Ati amazing grace, that the house sweet that sound that saved a wreck. Hako kajina karek. Unajua wreck ni kitu useless. Wreck ni kitu imebondwa na maisha. Wreck ni kitu imesahaulika. Lakini siku ya leo niko na ujumbe mzuri. Hata hiyo wreck neema ya Mungu itaitengeneza. Hallelujah. Hata hiyo wreck hiyo hotugiwa. Rakashaka ya babu yakata. Newa. Oh no. Okay. Jesus. Oi. Motu. Ngehi ngoka. Sikia, Nicodemus, he was a big man, lakini neema ya Mungu ikamfuruta na hiyo ukubwa yake. Unajua kuna watu ambao kwa ukubwa wako huwezi pigia Mungu magoti kwa sababu ya ukubwa. Huwezi rukaruka kuimbia Mungu kwa sababu ya ukubwa. Huwezi ingia praise and worship kwa sababu ya ukubwa. Siku ya leo neema ya Mungu ikufurute chini. Hallelujah. Neema ya Mungu tu ikufurute chini. Neema ya Mungu ikafuruta Nicodemus, a whole ruler, a whole senator, akakuja kwa Yesu. Oh Yesu jerale hu, jera maudoma ya ma kingdom. Praise the name of the Lord. Because of this, not this, the matters of the kingdom are not matters of pride.
I wish I can say that in Kikuyu. Mauduma odhamaki. Ti mauduma pride dakwati. Ti mauduma weteo. Si maneno ya kujiinua. Hapana. Mambo ya kingdom ni maneno ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya unyenyekevu. Mama ukiokoka, nyenyekea. Huyo mzee akikuja nyumbani, hata akiwa amelewa, nyenyekea tu. Haleluya. Akikiingia amelewa, waacha kusema ke shetani keke, umwangalie hivi. Alafu usimwambie maikirie kama uiri Maria changa nawe ukamuruta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kingdom businesses are humble businesses. Nikodemo akakuja tu, maana neema ya Mungu imekumfuruta. Haleluya. Neema ya Mungu ikikufuruta, hata hutajali watu watasema nini. Hutajali watu watakuangalia aje. Hutajali watu naona umevaa nguo gani. Maana ni neema ya Mungu inakufuruta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutajali kama unasema watu wanasema unashout ukiomba. Unajua kuna mtu mwingine aliniambia, unahubiri sana but you shout a lot. Anambia hatari tena, si mimi, ni neema ya Mungu inanifuruta. Na ikinifuruta nampatia sauti yangu yote. Ikinifuruta tampatia maisha yangu yote. Ikinifuruta tampatia familia yangu. Hallelujah. Here number one, the grace of God is able to subdue every opposition. I want to pray with you today that is facing opposition. The grace of God will make you subdue. Hautashinda kwa sababu uko smart. Hautashinda kwa sababu wanakujua. Hautashinda kwa sababu uko na pesa. Utashinda kwa neema ya Mungu. Utashinda kwa nguvu za Mungu. Somebody say amen. Number 2 kwa haraka sana. Oh my Jesus. Number 2. This man came privately when everybody else has left. Many reasons why he came. Many speculations why he came. But one fact of the matter, he came privately. Kisiri. Amen. Mekuja kufanya nini? Kisiri. Kwa Kristo. Bila mtu kusukumwa. Hallelujah kanisa. Bila kusumbua mtu. He came privately. Teaching us this. God requires that we take what is called private advantage towards approaching him. Saa ingine ni vizuri kwenda kwa Kristo privately. Amen. Saa ingine ni vizuri kwenda tu kuja kanisa privately. Wewe mwenyewe. At the end of the day, this unlimited love itakufikia ukiwa chini ya kitanda. Itakufikia ukiwa kwa naile. Itakufikia hata bila watu kuona. Kai, oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii upendo wa Mungu itakufikia hata bila watu kukupigia makofi. Saa ingine ninashangaa sana, ninashukuru Mungu PCA ilitoa hiyo tabia. Unakumbuka zamani ukidonate kiti inaandikwa donated by the family of, hapa iko. Haleluya kanisa. Na kama kuna kitu imesumbua watu ni hiyo. Hiyo imesumbua watu sana. Mpaka ikabidi tuwekee watu minara. Minara. Why do you think kuna kuwaga na Raila Road, Ruto Road, Uhuru Road? Ili dunia ione. Dunia ikumbuka how famous you are. Lakini nataka nikukumbushe na nikuulize, kwa sababu Yesu alikuwa na wanafunzi 12 na walitenda mambo makuu kuliko Raila. Walitenda mambo makuu kuliko Ruto. Kwa nini hakukuwagi na Peter Road? Kwa nini hakukuwagi na Andrea Road? Na yeye ndiye alikuwa anabeba tumikate tutano na tusamaki tuwili. Na Yesu akamultiply hizo tusamaki twake na tumikate twake, watu 5,000 wakakula, lakini hakuna Andrea Chapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa.
Because God requires that we have that personal relationship with him and not a public relationship with him. Praise the name of the Lord. Unajua kuna kile vijana wanasemaga PDA, public display of affection. Ile watu waone. This man called Nicodemus, with all his weaknesses, with all his troubles, with all his power, he sought a private time with God. And I encourage families and I encourage Christians to seek for a private time with God. To seek for your own private Bible study. Mahali ambapo unasoma Biblia bila kusumbuliwa. Mahali ambapo unaketi kwa karumu kako, unaanza kusoma Biblia ukiambia Mungu niongeleshe mahali hapa. Nikodemo akakuja usiku kama watu hawaoni, akitaka kuingia. Of course, maybe there were other reasons why he came, and I'll tell you those other reasons. But there is one good one I don't want to forget, that he wanted that private time with Christ. Praise the name of the Lord. Friends, God give you and me private time with Jesus. Your time alone. Ambaye unakwenda kwake, unatubu dhambi zako, ukimwambia ndimweya na wanyo aide wito wai oh my God. Andega aga woru niene andega ga oh. Number 3 ndio niende mbio. Mambo ya Nicodemus hapa inanibamba. Nicodemus was a big man. He was a ruler. In other words, he had the access of the synagogue at any time, lakini hakuenda. Hata pengine kama angeongea na wanafunzi wa Yesu, wangeondoa watu kwa laini aingie kwa Yesu mchana. Sasa kabebi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yoyote ya kufanya, ukubwa wake haukumpatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatufundisha kitu moja ambaye ni mzuri ujue. The lack of Nicodemus going to Jesus during the day is, as and yet he was a great ruler, was a great show of fear and cowardice. Wala dialogoso. Yaani Nikodema kuwa mtu mkubwa aliye na ushawishi, lakini anakosa kwenda kwa Yesu mchana, ilikuwa ishara ya uoga, fear and cowardice. So those are two words, fear and cowardice. Fear kwa Kiswahili ni uoga, na cowardice uoga bado. Muoga si muongo, muoga tu. Wadhani arogoso. Haleluya kanisa? Yes. Na watu waje nikwambie, Wakristo wengi wamekosa baraka ya Kristo. Wamekosa kuja kwa Yesu peupe pepepe kwa sababu ya uoga. They are fearful and they are cowards. Hata nilisikia mtu mwingine akiambia mwingine siku nyingine, ati tukikutana na wewe kwa mtaa usiniambie Bwana asifiwe, kwa sababu utaniharibia deal. Haribu deal. Because anaona akiambiwa Bwana asifiwe, basi watu watajua ameokoka, na wengine hawataitisha hongo ama alikuwa amepeana hongo yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo wengi wamekwama hapa, mahali pa uoga. Hata kuna mtu anataka kuokoka. Siku moja mzee mwingine aliniambia, pastor, tulikutana naye kwa mtaa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ameokoka. So tukiongea nikamwambia Bwana asifiwe sana. Akaanza kufanya hivi.
Kaniambia, unajua ukihubiri pale mbele nasikiaga nataka kuokoka, na inua mkono, ikifika hapa inaenda hivi. Kauoga kanashika tu, ikifika hapa kanaenda hivi. Kuna watu wengi ambao saa hii pengine angetaka kuokoka, lakini anang'ang'ana na kiwoga. Watu watasema namna gani? Mimi venye nimekaa kanisani, watu watanifikiria aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakaa kama Nikodema, wanachelewa kuja kwa Yesu mpaka usiku. And you know here, night has a lot of meanings in the Bible. Next time I'll tell you about them. A lot of meanings in the Bible. Paka anangoja usiku, anakuja kama watu hawaoni. It is an act of cowardice. Sasa sikia hapa, hakuna kitu mbaya kama Mkristo mwoga. Kwa sababu Biblia inasema hivi, ati waoga na wachawi na wale ambaye ni washerati wote na maumbwa. Sasa sikia hapa, kama wewe ni mwoga, uko kwa kategori ya umbwa, uko kwa kategori ya mchawi. Kwa hivyo hakuna tofauti ya karumansira na mtu mwoga, wote wako kikapu moja. Haleluya. Bado mnanipenda kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi, waoga, maumbwa na washarati wote wako kikapu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama wewe ni muoga, huwezi kutoka mbele, huwezi kimbia kwa Yesu. Hata wengine hawezi kutalea Mungu kwa sababu ya uoga. Hata nikitoa 10,000 kila siku, kila wakati wa kila mwezi, si watu wataona kama naringa uoga. Wewe kama wewe ni muoga, uko pamoja na wachawi. Wewe na mchawi hakuna tofauti. Wewe na upwa Guy, na si mimi nimesema, siko kwa Biblia. Siko kwa Biblia bwana, watatu wewe ndio umekaa sana huko. Siko kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mimi nimesema. By the way, if you listen to my sermons, I preach what is in the Bible. Hata saa nyingine sina mastori mengi, Kenya iko kwa Biblia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. This was an act of fear and an act of cowardice for this man called Nicodemus not to come to Jesus at the right time, and I had to wait until night for him to come to Jesus. Praise the name of the Lord. May the Lord God give you courage today. Bwana Yesu asifiwe sana. Akupe ujasiri, akupe nguvu, usimame imara. Hata iwe sokoni, wacha uoga. Hata iwe kwa nyumba yako, wacha uoga. Hallelujah. The Bible says, and the kingdom of God suffers violence, and the men of violence take it by force. Vitu zingine bwana, unapembeleza vitu vingine unagiginyana. Unasema hatingi maguko. Yenye wale twaria Yesu, sitaachilia mume wangu aende na pombe, ninakataa, nimesimama imara. Yesu nisikie, in the name of Jesus. Hallelujah. God give us the grace not to become cowards. Watu hata hawezi omba kwa public, they are cowards. Meitwa mkutano na mbunge yuko, huwezi omba coward. Bwana Yesu asifiwe sana. Coward. Mungu atusaidie sana. Hakuna kitu mbaya kama Mkristo mwoga. Hata ingia ufalme wa mbinguni. Haleluya kanisa. Hata ingia. Now, number 3. Hii number 3 ama number 4? Number 4. Now, this is how I love this Jesus of mine. Though this man came at night, Jesus did not send him away. Hallelujah kanisa. Japo Yesu aliona uoga yake, akaona hiyo cowardice yake, akaona hiyo kijina yake kikubwa, akaona hiyo kujifanya kwake na hajui kitu. Hallelujah. Though he came to Jesus, Jesus never sent him away. Yesu hakumfukuza. Oka kwa Yesu ndoka. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Etoga kena
Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Because of God's unlimited love. Wakati Nikodemo alikuja na hiyo uchafu yake yote, na hiyo uoga yake yote, imagine Yesu wakumfukuza. Alimshika tu, akampeleka tu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo, japo tuko wachafu, Yesu anatungoja. Yesu anatungoja tu. Imagine hata tufukuza, imagine hata kukemea, imagine hata kuambia nimechoka. His love is unlimited. Anakungoja tu, anakungojea tu kama prodigal sana. Japo alipoenda akatumia mali yake yote, Biblia ikasema aliporudi nyumbani, oh my God, nengoka harewe ningo ay oh oh hallelujah. Ni hata wakati roho yake inauma, anakuja tu, ngoro yakwa sika kabaya kanta Jesus God. Jesus Jesus nengoka hare eniye ninge oh my Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Already amekuja kwa jina la Yesu. Nengoka hare Jesus, we bless you. Na kama kuna mwingine unaweza kuja, wacha kukaa hapo, oka kwa Yesu. Ikabasaka kaya talaba, kuja tu wale unataka kuja kuokoka, kama huyu mwenye amesema nengoka hare niendinge go. Oh my Jesus, oh my God, hey, Jesus, I bless you. Hold on. Come to Jesus as you are. Japo kuwa alikuwa tu na hiyo uchafu yake, akakuja kwa Yesu tu, na Yesu hakumtupa. Hata huyu hatutamtupa kwa jina la Yesu. Wewe kuja kwa Yesu tu, yewe vile uko tu, kuja kwa Yesu tu kwa jina safi la Yesu. Nengoka hare endinge. Oh hallelujah, I bless you Jesus. Hey, hallelujah. Thank you Jesus. Oh my God. Oh my God. Baba asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Thank you Jesus. I bless you Lord. Thank you Lord. I worship you Lord. Yes Jesus. Oindinge sanga daida ojiho nengo no
Asante kwa sababu ya dada huyu Oh, yes, Lord. ambaye amesikia sauti yako Thank you, Jesus. akakuja kwako Mungu. Yes, Lord. Na wewe huwezi tupa mtu. Hata Nikodemo alipokuja usiku, Mungu haukumtupa, ukamkaribisha tu, ukamwelezea maneno ya Mungu. Tunamkaribisha huyu mwenye amekuja, Oh, yes, Lord. tunamkaribisha yeye The name. kwa jina la Yesu, Oh, yes. kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu ya huyu. Namwombea baraka Mungu, namwombea nguvu yako, namwombea nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu, mahali dunia imemweza, naomba Mungu umuonekanie, naomba Mungu umulinde. Asante Baba yetu, tunakushukuru Mungu. Thank you dear Lord. Nengoka Hallelujah. Ikego sanga sanga Nagodaida Otiokia Nego inoka. kama muinue tu pole pole. Mungu amemtendea. God has given her a miracle in the name of Jesus. Simama tu kwa nguvu zake Mungu. Vile tu uko tu, Yesu anakujali. Baba, katika jina la Yesu asante. Asante kwa sababu ya dada huyu Mungu. Unamuona roho yake, unamuona maisha yake. Naomba Roho Mtakatifu kamguze kama vile ulivyomgusa Nikodemo. Mungu pia huyu mguze. Mungu pia huyu muonekanie. Mungu pia huyu mshindanie. Simamisha wokovu wake. Tumekataa roho ya kuanguka, roho ya uoga, roho ya kurudi nyuma. Tumeivunja, tumeiharibu, tumeikaribia, tumeikanyanga kwa jina la Yesu. Na tunatangaza freedom, freedom. Pewa huru, kuwa huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Baba yetu, maana unaweza. Kwa jina la Yesu tumeomba na tukaamini. Amen. Mumsaidie mbali ataketi na hapa tuketi. Hatujamaliza sermon, bado tunaendelea. Haleluya. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu atafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukisikia tu chomoka, wacha kukaa hapo, wacha uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni saa ngapi. Nikodemo alikuja na Yesu akamkubali, hakumrusha nje. Praise the name of the Lord. Allow me to say two more. I love the Holy Spirit. Amen. Number 5, haraka. Sasa Nicodemus in verse number 3 wakaanza discussion na Yesu. Yesu akamwambia namna hii, verse number 3. Jesus replied to him, verily, verily, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Nataka tushike kitu hapa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia hapo Nikodemo, ikamshinda na kuelewa, nitakusaliwa aje mara nyingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia, unless you are born again, you will never enter into the kingdom of God. When we are born, now sikia hapa, when we are born, we begin afresh. Wakati mtoto anazaliwa, anaanza maisha upya. Kwa hivyo Kenya Mungu alikuwa anamwambia huyu Nikodemo ni hii, kwamba lazima uanze maisha upya ndio uingie mfalme wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna tofauti hii sikusema kwa ibada nyingine. Kuna tofauti ya kuanza maisha mapya na maisha zee kuweka kiraka. Na shida ya Wakristo ni kwamba si ati walianza maisha mapya, ni maisha ya zamani waliweka kiraka mzee. Na Yesu akatuambia katika another parable ati, je, ukishonelea nguo mpya kiraka mzee si itaonekana?
Je, ukiweka divei mpya kwa kibuyu ya zamani si itaichoma? Ndio maana watu wengine wako kanisani na wanachomeka, kwa sababu wokovu hii hawakuzaliwa upya. Venye walifanya, waliwekelea kiraka tu ile na ndio maana unasikiaga mtu ako kwa kanisa na bado ako kwa tandai, kwa sababu Yesu alimweka kama kiraka. Ndio naona mtu ako kanisani na hatoi fungu la 10 kwa sababu Yesu hakumpokea, alimjibandika kama kiraka. Watu wengi wako na viraka tu, viraka. Maana maisha iendelei kiraka. Haleluya kanisa. Nataka tufuatane tukisoma neno la Mungu. Watu wengi wameweka viraka. Unajua wakati nikiwa mdogo tulilelewa kidogo na umaskini kidogo, kwa sababu baba yetu alikuwa watchman. Na tulikuwa watoto wengi sana, about 20 na bibi 3. Sasa obviously hakukuwa na pesa nyingi. Kwa hivyo nikanunuliwa kiatu, my first ever leather shoe in standard 5. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Huko kwingine tulikuwa tunatembea bila kiatu. Hiyo kiatu nilivaa from standard 5 to standard 8. Nilishona, nikaweka viraka mpaka nilipopeleka fundi hapa Kiserian akaniambia hii sishoni tena. Viraka mpaka inakaa kama mdomo ya Welgeko. Iko kanjicho hapa, iko kingine hapa, mdomo mwingine hapa, soul ni baratano. Maisha ya viraka. Sababu hajaokoka vizuri, hajapatia Yesu maisha yake. Kwa hivyo ile maisha ya zamani akaibandika viraka. Kila kaingine imeandikwa PCA. Na kwa sababu hatosheki na PCA, akimaliza hapa anaenda pale kwa Holy Spirit Fire Pentecostal Church, anabandikwa kiraka. Akitoka hapo anaenda ingine ya Revelation Holy Ghost Fire Helicopter, anabandikwa ingine viraka. Wakristo wengi ni watu wa viraka. Bwana Yesu asifiwe. Shikia jirani yako, mwambie wachana na viraka. Vaa nguo mpya, nguo ya Yesu Kristo. Tutoke na viraka, tuachane na viraka. Haleluya. Ndio maana akamwambia you must be born again, afresh, anew, whole. Unajua mtoto hata akizaliwa hazaliwi nusu, anazaliwa wote. Na wakati anazaliwa, mama ameenda ukule kwa soko, ametunua tubuti tupia, ametunua tuzuri, na tunakuja hapo kwa sababu kitu kipya kimekuja. Ndio maana Yesu akamwambia Nicodemus, you must be born again. You must start afresh. You must be refreshed by Christ. You must be renewed. You must give him the whole of your life. You must accept him as your ruler. You must accept him as your teacher. That is what is to be born again. Number 2, ndio nimalize sasa. As I conclude this sermon. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, Nicodemus kamshinda kuelewa ni nini hii yenye inakuwa born again. Ndio Yesu akamwambia in verse number 6, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to the spirit. Praise the name of the Lord. Nataka kutuonyesha namna hii. Sasa hii ndio ndasema chairman, alafu nimalize. Hallelujah. Nataka uangalie hapa. Amen. So that we can know the meaning of being born again, being brought anew in Christ. Acha kwanza nikunywe maji. Amen. Hallelujah. Hii kasi si mchezo. Tafutia mimi chupa ingine. Amen. Jesus was telling Nicodemus, sasa sikia hii mtu wa kanisa, you must be born again because when you are in sin, tukikuwa kwa dhambi does 3 things to us. Let me just make sure I get them right. Sin, number 1, defaces us. Now, when I say deface, warembo ndio wanajua hii maneno. Ukienda kwa
Ushaiona dada mwenye amejibleach? Simeshaiona, na kama yuko hapa nisamee, sina ubaya na wewe. Alafu huyo dada mwenye amejibleach, bleach ikamharibikia. Ama kwa bahati mbaya akatandikwa kofi na mzee. Unaona venye sura inakuwa kama imekaa kama chapati huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ikikoja kwa maisha ya mtu inamharibia sura. Sin defaces us. Inachafua sura. Nakaa sura ya lori, sura mbaya. Wadani oragoso. Sin. It defaces us, sura inakuwa mbaya. Maisha na unajua sura ndio kila kitu. Haleluya kanisa. Si hao wanasema sije anga mwanamke ni nguo ama ni sura. You know, na ndio maana unaona mama anakaa kwa kioo for like 30 minutes. Akiangalia tu nini? Sura. Kiangalia sura. Unajua sasa wale tuko Kisere ni hapa. Ukiingia gari iko na mbusi. Alafu mbusi itoe kamasi igonge uso ya mama. Huyo mama anaweza kukupeleka kotini sababu sura imefanya nini? Imeharibika. Dhambi ikikuja inaharibu sura ya kimwili na inaharibu sura ya kiroho. Tukana kanisa ambazo dhambi imeharibu sura yao. Inaharibu sura. Wakristo ambayo dhambi imeharibu sura yao. Mapasta ambayo dhambi imeharibu sura. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemo, wewe kilichozaliwa na mwili ni ya mwili, lazima kisaliwe kwa roho. Sin defaces us, destroys us and breaks humanity. Now this is how it is. Wakati Mungu alikupatia neema ya kukuja hii dunia, ukazaliwa, si iko sawa? Iko chonjo, hata iko na maji, si iko mzuri? Maana Yesu asifiwe sana. It is nice. Yes, hata nikikupatia, nikikurushia, tutasema haleluya. Bwana amenikumbuka. Haleluya. Sasa Mungu, Yesu alikuwa anambia Nicodemus, ukizaliwa mara ya pili unakuwa mzuri namna hii. You become whole. You become wonderful. You become mutumia ngadha. You become mudhuri. Now, hold on. Wakati dhambi inakuja, dhambi ikikuja inakubonda sasa nimeimiss. Ndio hii unatoroka, dhambi inakuja. Ndio maana unaona mtu tumemwokota kwa mtaro, dhambi haleluya kanisa. Ndio maana mimi nahurumia watu ambao hawajaokoka, maana umeachilia dhambi sasa unakuwa namna hii. Yule mwenye alikuwa chama, niko karibu kumaliza ndio tukule Holy Communion. Yule mtu mwenye alikuwa hivi akakuwa hivi. Yule mwenye alikuwa hivi mzuri, hata anaweza kunyika, hata anaweza tumika, akiingia kwaya anaimba mzuri. Hii anaimba mpaka tunabarikiwa, tunapiga magoti. Yule mwenye alikuwa hata anasimama, hata singine alikuwa elder, alikuwa deacon, ndiye alikuwa anahesabu pesa ya kanisa. Kidhambi kikakuja kikamweka tamaa, akaanza kukula pesa ya kanisa, unafinywa. And this is what I call deface, destroy and break humanity. Sin comes to deface, destroy and break humanity. That is what happened in the Garden of Eden. I'm about to finish. In the Garden of Eden, when sin came, it broke, it defaced. Mpaka Mungu kwa maandiko mengine anasema hawa watu sitaki kuwaona, nikiwaona nasikia kutapika.
sin defaces, destroys and breaks. Praise the name of the Lord. Sasa ile kasi Mungu anamwambia, Yesu anamwambia Nicodemus, nimekuja angalau ndio sitakutupa, ndio nikikupata ukiwa hivi ningangane. Akaenda msalabani, akamwaga damu, angalau ndio aone kama utarudi. Nenguka we Nigego sanga daida otiokie ego inoka. Sijui maisha imekufikisha wapi siku ya leo, sijui imekufinya ikakupeleka wapi, lakini niko na ujumbe mzuri kwako. There is God's unlimited love ambayo inaweza kutujenga tena, ambayo inaweza kutuunda tena, so that we can come back to your glory. It is possible to come back to your glory in the name of Jesus. Inawezekana urejee Yesu tena, inawezekana umkimbilie tena, so that he can restore you again, so that he can bring you back to glory, because of God's unlimited love. Tuombe. Oh, tu yiwa mae Jesus. Dewa no kiria re adare otumu. Oh yes, oh. Ingoka maila. Tuko mbele zake Mungu siku ya leo. Yesu anatuangalia, reminding us of God's unlimited love. God is faithful. God is able. Kwa haraka sana, sababu naona saa 7 imepita dakika 20. Nataka kuomba na wewe siku ya leo ambaye unataka kuokoka. That is where it begins. Wewe ambaye uko hapa na hujawahi okoka na ungependa kuokoka siku ya leo, mahali tumeketi, naomba usimame, tutaomba pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Is there anybody in this sanctuary ambaye siku ya leo hujaokoka na ungependa kuokoka na kungojea kwa dakika kidogo? Kimbia kwake Yesu. Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Mahali tumeketi, tusimama and we shall pray together with you in the name of Jesus. Ninjagete okoraya ningo either. And just wait as we sing that song. Where are you? As we sing that song, are you there and you want to be born again? Simama tamba pamoja na wewe kwa jina safi la Yesu. Jesu nenguka are. Are you there? You want to be born again? Where are you? Just stand up wherever you are and I shall pray together with you. Thank you, Jesus. Asante kwa Yesu. Asante kwa Yesu. Asante kwa Yesu. Oh, that's wonderful. Oh, God is good. God is good. Nengo. Mlete tu kwa jina la Yesu. Mlete tu huyu mwenye anataka kuokoka. In Jesus name. Ninge ko. Asante, pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. This is the doing of the Lord. Uko hapo na wewe hujaiokoka, wewe usiachwe nyuma, kuja
Yesu Yesu ningoka. Kunaye mwingine ambaye angetaka kuokoka? Do we have anybody else ambaye angetaka kukimbilia Yesu? This is the opportunity. This is the time. Kuja kwa jina la Yesu. Kuja tu. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Wacha kuacha jirani ya kukanyange. Yesu anakuita siku ya leo. Wewe ambaye hujaokoka, another one. Ora bashakantalaba. Kuja kwa Yesu tu. Wewe kwa another one. This is the doing of the Lord. Rika ya babo ya kanta. Asante Yesu. Asante Mungu wa majeshi. Hallelujah. Asante Baba yangu. Ninalibariki jina lako Yesu. Ninalibariki jina lako Baba. Maana hakika umetenda. Hakika umetenda Yesu. Hallelujah. Is there anyone else? Is there anyone else ambaye angetaka kuokoka? Hawa wote wanataka kuokoka. Imagine. Gai Yesu. Shetani hata waharibu tena. Another one in Jesus name. Another one. Rama Santa la Borima yaka kanta. Hika shokontoro Borima. Asante Yesu. Asante Baba yangu. Oh Jesus. Hallelujah. Kuja tu usiachwe nyuma. Hata kama watakuja 100 ni sawa. Yesu amekuja kuokoa. Yesu yu hai leo. Yesu yu hai. Yesu yu hai leo. Yesu yu hai. Yesu, oh my God. Yesu asifiwe. Tulie wote sasa. This is the doing of the Lord. Imagine leo Mungu ametupatia mavuno. Wote wamekuja kuokoka hawa. Oh, somebody give God a mighty hand clap. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. In the name of Jesus. Hata kama ni watoto ni sawa. Naomba tu mahali huko tu. Upige magoti tu mahali huko. Upige magoti tu mahali huko tu. Hallelujah. Jesus Christ. Amen. Now everybody silent. Na nyinyi ambao mmekuja hapa, semeni maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini siku ya leo nimetubu dhambi zangu. Naomba unisamehe. Naomba unioshe kwa damu ya Yesu. Naomba unisamehe. Jina langu uandike kwa kitabu cha uzima, na lifutwe kwa kitabu cha kifo. Maana leo nimeokoka. Kwa jina la Yesu nimeomba na nikaamini. Come on, somebody give God a mighty hand clap. Give God a shout of praise. Hallelujah. 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 Shakandala bori baba ya kanta. Baba wetu wa mbinguni, asante. Asante kwa neema na nguvu zako. Asante kwa neema ya kuokoa. Hii ni kazi ya neema yako. Hii si kazi yangu Yesu. Hii ni kazi yako. Ni kazi yako Yesu. Take all the glory. Take all the honor. This is not about us. It is not about Kiserian. It is about Jesus. Bariki wapendwa hawa. Watendee mema. Wasimamishe kwa wokovu. Roho ya kurudi nyuma nimekukemea. Roho ya kuanguka nimekuvunja kwa jina la Yesu. Naomba baraka kwa wapendwa hawa. Naomba nguvu kwa wapendwa hawa. Naomba wastahimili. Naomba wasimame imara. Naomba uwajenge upya. Asante Baba yetu, kwa jina la Yesu.
Yesu. Kanisa tuseme amen. Come on, give God a shout of praise. Amen. Naomba msimame tu, simameni tu kwa jina la Yesu. Hey, ngai. What God can do. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mu face congregation. Na just face them. Unajua hapa hatuogopi. Face congregation. Ngai. Jamani mnawaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Si upigie Yesu makofi kwa sababu ya hawa. In the name of Jesus. Kuna baraka pale katika lile jina. Kuna baraka pale katika lile. Kuna baraka pale katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. 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 Jina lake Yesu Bwana wa mabwana. Kidogo tu ndio tujipange vizuri hapa. Unajua sasa hapo we have to manage well. Praise the name of the Lord. Hawa ni wengi sana na masaa yetu yameenda sana. Lakini si mnawajua wote. Unaona mtu wa district yako. Ukiona mtu wa district yako kuja umkaribishe. Ukiona neighbor yako kuja umkaribishe. Worship team mtupatie kichorus kingine kikubwa tunapokaribisha hawa. Thank you Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa evangelism. Elder Lea weko. Haya, watu utajua venye utafanya si unawajua? Ndio tusiwapoteze, tuwatengenezee discipleship. Ni vile wako wengi wangesema majina yao, lakini wataandikwa asanteni, leo mmeokoka, Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba waketi, hata nyinyi mketi kwa jina safi la Yesu. God bless you. God be with you. Haya, kama ulikuwa unashuku Mungu hayuko Kiserian, sasa umejua Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. God is here. Hallelujah. Haya, wale wako nje, ingieni tukule giadhi, twende. Ingieni tukule giadhi, twende kwa jina la Yesu. Asante. Tukaweza kufunga milango, tuanze ibada ya Holy Communion. Wale wako ndani na wanataka kuwa katika meza ya Bwana waingie ndani. Milango ikafungwa. Deacons, ensure the door